Huyu ni Beatrice na ipo na mama yake. Mama yake amemleta hapa kwa Nabii kwa sababu Beatrice ana mimba na hiyo mimba ina wiki 12. Maza anataka mimba itolewe, lakini Nabii anamwambia msijaribu kutoa hii mimba, na hata baadaye akipata mimba nyingine yoyote asije akajaribu kutoa kwa sababu akitoa tu atafariki. Maza anachanganyikiwa na anamuuliza wewe nani anakupa hiyo mimba? Beatrice anasema anaitwa Maikoibe. Mama anamwambia sasa itabidi uolewe na huyo Maikoibe kwa sababu mimba imeshindikana kutoa. Beatrice anasema hawezi kuolewa na Maikoibe kwa sababu hampendi na alilala naye tu ili ajue mtu anajisikiaje akifanya mapenzi. Hapo alikuwa na testi mitambo akanasa. Hii movie inaitwa Long Way Home kutoka kwa Uche Montana na mimi naitwa Riri. Usiache kusubscribe channel yetu ili uweze kupata notification za posti zingine tunazokuwa tunaziposti hapa. Beatrice anajifungua mtoto wa kike anaitwa Thelma na hapa ni miaka 28 baadaye. Thelma anataka kufunga ndoa na mpenzi wake anaitwa Kayode. Na hapa Beatrice anaongea na Thelma kuhusu maandalizi ya harusi yake na anamwambia Kayode ni kijana mstaarabu na anajielewa, lakini nataka kuonana naye kwa mara ya mwisho, kuna vitu nataka nivijue kutoka kwake kabla hamjafunga ndoa. Haya sasa, gentleman mwenyewe ndo huyu hapa Kayode. Wanapendana sana na Thelma na Thelma anamwambia Kayode mama anataka kuwa na uhakika wa kusudi lako kwa maisha yako yetu na ndoa yetu. Jamaa anamuuliza wewe unafikiria nini? Anasema usijali, atakuelewa tu siku zinavyozidi kwenda. Beatrice kwenye hekaheka zake anakutana na huyu jamaa hapa anaitwa Chidi. Basi wanashangaana sana kwani miaka 15 imepita tokea wawili hao waonane. Beatrice anamwambia Chidi amwandikie namba zake atamcheki baadaye. Na Chidi anakuwa kama anauoga vile, lakini anaandika namba na kisha Beatrice anaondoka. Huyu Chidi alikuwa rafiki wa karibu sana kwa Thelma. Wakiwa watoto walikuwa wanapendana sana na hapa Chidi anakumbuka siku ambayo Beatrice na mume wake walikuwa wanaachana. Na mume wake alikuwa anamwambia nilikuwa tu kwa sababu ulikuwa na mimba yangu. Na muda huo wakiwa wanaachana Chidi na Thelma walikuwa pale wanashuhudia. Na Thelma anamwambia Chidi, natamani kuondoka na baba yangu lakini mimi ni msichana na kiutaratibu siwezi kuishi na baba tu. Na Chidi anamwambia utaratibu wa kijinga sana huu. Thelma anasema ni kuna muda nikimwangalia mama maisha yake, jinsi anavyoongea na baba, anavyoishi bila kujali watu wengine, najisikia vibaya sana na ninaogopa kuwa kama yeye. Chidi anamwambia sitaruhusu uwe hivi na mpaka tunakuwa wakubwa hakuna anayeweza kututenganisha, sio mama, sio baba wala mtu yoyote yule anaweza kututenganisha mimi na wewe. Basi siku hii Beatrice anawaalika Dina, Thelma na Kayode. Na wanapofika Thelma anashangaa kumkuta Chidi yuko pale. Ni miaka mingi sana hawajaonana. Thelma anajikuta anapiga stori nyingi sana na Chidi na anamsahau mpenzi wake Kayode. Basi Maza hapo anaanza kuwatambulisha, anamwambia huyo Chidi na Thelma walikuwa marafiki sana utotoni. Ilikuwa ngumu kuwatenganisha. Kila mtu alidhani watakuja kuoana. Thelma anamkatisha Maza kumwambia hakuna aliyedhani tutakuja kuoana mama. Baadaye Kayode anamwambia Thelma, kwa nini hukuwahi kuniambia kuhusu ex wako wakati mimi nimekuambia maex zangu wote? Thelma anasema Chidi hajawahi kuwa ex wangu, angekuwa ex wangu ningekwambia. Kayode anaonekana haridhiki ila anakaa tu kimya. Siku nyingine Thelma anakuja kupata lunch na Chidi na inaonekana Chidi alikuwa anampenda sana Thelma kuanzia zamani, ila ni domozege kashindwa kuconfess mwenzie akamuacha. Wakiwa anapata lunch hapa, Chidi anamwambia Thelma, ukipata changamoto yoyote kwenye ndoa yako basi naomba uniambie mimi kwanza kabla hujamwambia mtu mwingine yoyote yule. Baadaye Thelma akiwa nyumbani ni kama anawaza yale maneno ya Chidi alivyokuwa anamwambia. Asema ana mpango gani? Kwa nini aniambie vile? Na Kayode anakuja pale pale. Anamwambia Kayode, nimekosea sana kwenda kuonana na Chidi na naahidi kuanzia leo sitaenda kuonana naye tena. Chidi anaonekana kuelewa lakini kama anabaki na maswali kichwani. Hapa Kayode amekuja kuonana na Beatrice, yani mama yake Thelma. Na Beatrice anasema ana hofu sana na Kayode. Kayode anamwambia usijali, ondoa hofu. Mimi mwanao nitamtunza na nitampenda tu vizuri, usijali. Na anasema changamoto ni kwamba Thelma hataki kupata mtoto na mimi wakati mimi nahitaji mtoto sasa hivi. Yeye anasema anataka kwanza kupambania kazi zake. Na kinachonipa wasiwasi zaidi ni kuja kwa Chidi, maana tokea Thelma amekutana na Chidi, Thelma amebadilika. Yani sio Thelma ambaye nilimpenda mimi zamani. Basi Maza kusikia hivyo ana smile na anasema upasi kuwa na hofu juu ya hilo, kwani Chidi hana madhara kabisa. Kayode anamwambia kama hana madhara kwa nini Thelma alisema hataki kuonana naye tena baada ya kuona naye lunch? Maza anamwambia mwanamke akitaka kufanya kitu kibaya wala asingekwambia. Kwa hiyo kama amekwambia wewe kuwa na amani, hamna kitakachoharibika. Huku Thelma yupo kwa rafiki yake anaitwa Simi na anamwambia kuhusu Chidi.
Simi anamwambia labda Chidi anajaribu bahati yake kabla milango haijafungwa. Thelma anasema kwa nini asinifurahie? Yeye ni kama kakaangu na alipaswa kunifurahia, sio kujiweka kama plan B kwangu. Mimi nampenda Kayode. Simi anamwambia Chidi anakupenda lakini. Huku upande wa pili jamaa anamsifia mama mkwe na mama mkwe anamwambia wewe ni mwanaume mzuri na Thelma ana bahati sana kukupata wewe. Hawa wanapoelekea tutawafuatilia. Haiwezekani watazamani kwa mahaba hivyo mtu na mkwe wake. Basi baadaye Kayode anarudi nyumbani ananukia perfume ya mama mkwe, yani Beatrice. Na Thelma anamwambia unanukia perfume ya mama ni kali mno. Jamaa anajichekesha tu anasema labda tulivyokuwa tumekaa karibu ndo nimenipata kwa sababu unajua mama yako tena na maperfume. Basi wanapotezea pale ndio na issue zingine. Basi miezi 7 baada ya Thelma kufunga ndoa na Kayode, Chidi anakuja hotelini hapa kukutana na Beatrice. Na Beatrice anajaribu kumtega lakini Chidi anakaza. Hapa Chidi amemletea mkataba asaini kwani Beatrice alitaka kuwekeza kwenye biashara ya Chidi. Beatrice anamtaka Chidi lakini Chidi anakaza na kumwambia, "Kwa nini unanifanyia hivi?" Au kwa sababu ya Thelma, mtu ambaye ameshaolewa huko unamzidi kumngangania kuwa naye. Chidi akawa anamwangalia. Basi Beatrice anasaini mkataba na kumrudishia Chidi. Na jamaa anamwambia, "Na kuheshimu sana kwa sababu wewe ni mama wa rafiki yangu wa kuanzia utotoni. Kwa hiyo siwezi kufanya wewe ujinga kabisa." Na anaondoka. Baada ya Chidi kuondoka, Beatrice anampigia simu jamaa mwingine aje hapo hotelini. Inaonekana huyu jamaa huwa wanakutana sana mara nyingi. Na baadaye kidogo mwamba anafika ambeba maua na amevaa imeficha sura, ni ngumu sana kujua ni nani. Oho, anatoa kofia, kumbe ni Kayode, mume wa Thelma, mtoto wa Beatrice. My lord, I wonder. Siwezi ongea tena hapa, nimepata mshtuko jamani. Siku kadhaa zinapita, Thelma akiwa ofisini kwake anapokea simu kwa mama yake kwamba amezimia na yupo hospitali. Ikabidi atoke aende kumuona, na akiwa njiani anampigia simu mume wake na kumwambia. Mume wake anakuwa anachanganyikiwa sana. Anamwambia anataka kuja, anamwambia usijali, wewe kaa tu ofisini, kitakachotokea nitakujulisha. Basi jamaa ana paniki vibaya mno. Anaanza kumpigia Beatrice simu, aka mshangazi wake, aka mama mkwe. Mimi nashindwa kuelewa. Na simu hazipokelewi, ndo anazidi kuchanganyikiwa kabisa. Huko hospitali daktari anamwambia Beatrice, wewe ni mjamzito. Beatrice anahisi daktari anamtania, maana anajua kabisa kwa umri wake hawezi kupata mimba. Na daktari anamwambia hiyo mimba ina wiki 12 na kwa umri wako ni hatari sana, ndio maana umezimia mpaka kufikishwa hapa hospitali. Thelma anataka kujua kama mimba ni ya nani, na mamake anamwambia kwa sasa siwezi kukwambia, subiri muda sahihi ukifika nitakwambia baba wa huyu mtoto ni nani. Thelma anamwambia kwa hiyo utazaa unatoa. Beatrice anasema hata sielewi. Basi Kayode anapiga sana simu kwa Beatrice, lakini Beatrice hataki kabisa kupokea simu. Na hapo ndipo jamaa anazidi kuchanganyikiwa kabisa. Thelma anachowaza ni nani baba wa mtoto. Na hapa yupo kwa Simi anamwambia, nataka kufuatilia nijue ni nani amempa mimba mama. Simi anamwambia sidhani kama ni wazo zuri. Na Thelma anahisi labda itakuwa ni Chidi amempa mimba mama yake. Na Simi anamwambia mama yako na Chidi ni watu wazima. Sidhani kama kuna makosa wamefanya hapo. Thelma anasema kama ani bado napata wasiwasi, inabidi nifuatilie. Huku Beatrice anakuja kumwambia Thelma kwamba hiyo mimba ataitunza, anataka kuzaa mtoto. Thelma anamwambia kwa hiyo hutaki kuniambia hiyo mimba ni ya nani au ni Chidi? Kwa sababu naona muda mwingi mlikuwa mko pamoja. Mamake anamwambia hamna kitu kama hicho. Chidi mimi ninawekeza kwenye biashara yake. Kwa hiyo tukao tukikutana ni issue za biashara, hakuna issue nyingine. Sasa baada ya muda mrefu Beatrice anampigia simu Kayode na anataka waonane jioni. Baadaye Kayode anaenda sehemu ile ile kwenye ile hoteli. Wanakutana kwa mara nyingine tena. Alipofika tu akauliza baba huyo mtoto ni nani? Beatrice akajibu ni wewe. Akamwambia mbona tulikuwa makini, imekuwaje umepata mimba? Na wewe uliniambia kabisa mimba huwezi kupata sasa hivi. Beatrice anamwambia mimi hata sielewi, nahisi kama nilikosea. Kayode anamwambia sasa inabidi utoe hiyo mimba kwa sababu Thelma akijua sijui itakuwaje, na Thelma ni mwanao. Beatrice anamwambia siwezi kutoa hii mimba, na nikitoa hii mimba naweza kufa. Niliambiwa nisijaribu kutoa mimba maisha yangu yote. Kwa hiyo hapa hamna namna. Mimi nitazaa. Na kwanza wewe ulikuwa unahitaji mtoto. Thelma hataki kukuzalia, basi ngoja mimi nikuzalie. Na wala sijali Thelma atajisikia vibaya au ataumia kiasi gani. Baadaye Thelma anamwambia Kayode, nataka Beatrice yahamie hapa nyumbani ili tu tunamwangalia kwa ukaribu kutokana na hali yake, kwa sababu kwa anapokaa anakaa mwenyewe. Kayode anajaribu kukataa lakini Thelma anasisitizia, na baadaye wanakubaliana kwamba siku inafika na Beatrice anahamia hapo nyumbani kwa Thelma na Kayode. Japokuwa ilimfanya Kayode asikae kwa amani kabisa.
Maisha yanaendelea na Thelma anaamua kutafuta mpelelezi ili amsaidie kujua ni nani anahusika na ujauzito wa mama yake. Na hii siku Thelma yupo ofisini kwake, yule mpelelezi anakuja kuleta sasa ripoti ya mtu ambaye anakuwa akionana na mama yake mara kwa mara pamoja na ushahidi. Anapofika anampa Thelma picha. Thelma akiangalia zile picha anamwona ni mume wake yupo na mama yake na wana kiss kabisa. Anagundua kuwa uhusiano na mama yake na mume wake limeanza miezi 2 kabla ya kufungwa kwa ndoa yao. Ile uhusiano ulianza ile Kayode ameenda kunana na Beatrice ili kuongelea mipango ya ndoa yake yeye na Thelma. Ndio siku ambayo walianza mahusiano. Beatrice anakumbuka ile siku Kayode amerudi nyumbani ananukia perfume ya mama yake. Thelma alichoka mno. Huku nyumbani Kayode anamwambia Beatrice, inabidi tumwambie Thelma ukweli, kwani siwezi kuficha tena siri kwa muda mrefu. Beatrice naye hataki kabisa kusikia hivyo. Wakiwa wanabishana pale, Thelma naye anafika akiwa na zile picha alizoletewa na yule mpelelezi na anaziweka pale mezani na kuuliza, mmefanya hichi kitu kwa muda gani? Mama yake anamwambia, wewe una wanaume 2, wote wanapambana kuwa na wewe. Thelma anasema, mimi nina mwanaume mmoja tu ambaye ni Kayode, ambaye ni mume wangu. Mama yake anajibu, Chidi, namzungumzia Chidi. Thelma anamwambia, Chidi anahusikaje na hili swala? Maza anajibu, Chidi anakutaka na Kayode anakutaka. Kwa nini iwe wewe tu? Thelma anauliza, kwa hiyo umelala na mume wangu kwa sababu unanionea wivu, si ndio? Unamwonea wivu mwana, umeharibu ndoa yangu. Maza anamwambia, sijaharibu ndoa yako, wewe ndo nilikwambia uache kufuatilia mambo ya hii mimba yangu, umefuatilia, kwa hiyo umeharibu wewe mwenyewe. Maza ni kama anamgeuzia kibao kabisa mwanae. Kayode naye anasema alifanya hivyo baada ya kujua kwamba Thelma bado alikuwa anampenda Chidi. Kama nilikuwa nakuona ukiwa na Chidi unakuwa na furaha, nikajua hapa kabisa sio wangu wewe. Kwa hiyo nikaamua kuwa na mtu ambaye naona ananipenda. Kwa hiyo tayari Beatrice na Kayode wamemgeuzia kibao Thelma. Thelma anaonekana ndio chanzo cha shida yote hii. Thelma anaondoka na kwenda nyumbani kwa Chidi. Na hapo moyo unamuuma, haelewi imekuaje. Chidi anamwambia usijali, relax, anza tena upya, bado hujachelewa. Na baadaye Thelma anaenda nyumbani kwa rafiki Simi, anaamua kuhamia hapo moja kwa moja na kuishi naye mpaka pale ambapo ataweza kujiweza tena na kupanga nyumba yake yeye mwenyewe kama yeye. Na hali yake inazidi kuwa mbaya, hawezi kula, ana stress, amini kama watu wake wa karibu ndio wamemfanyia vitu kama hivyo. Huku bibi yake Thelma anaenda kuwashia moto mtu na mshangazi wake. Huko na anamwambia waachane, lakini Beatrice anasema hapana, siwezi kumwacha Kayode. Mamake anamwambia huyo ni mume wa mtoto wako, lakini anasema anajua kama ni mume wa mtoto wangu, lakini siwezi kumwacha, ni baba wa mtoto wangu pia. Yule maza anakasirika, anamwambia sasa nisikujue, usinijue. Chochote ambacho nilikuwa nakupa usihesabu kama utakipata tena kwangu. Anaondoka kwa hasira. Muda unaenda na Thelma ameanza kupona na heartbreak na amepata nyumba na alikuwa anahamia akisaidiwa na Chidi ambaye kwa sasa ni wapenzi. Bwana kama move on mapema. Anyways, tuachane naye. Hapa Simi anampigia simu na anamwambia mama yake amejifungua mtoto wa kiume na anamwambia kama akiweza aende kumuona, lakini Thelma anamwambia hapana, siwezi kwenda. Baadaye akiwa anapunga upepo, Kayode anamtumia message Thelma, anamwambia mama amejifungua mtoto wa kiume na anafanana sana na wewe. Ile message inamuumiza sana Thelma, lakini anakuwa hana namna, anaamua tu kuifuta. Na hapa inakuwa mwisho wa movie yetu. Asante kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.